tunaukula tuukule mpaka mwisho utukule sisi. Basi kabla haujanikula nitaukula sana. Amen. Hata ukinikula mimi ukule mtu aliyenona. Bwana asifiwe sana. Amina. Maziwa ya ng'ombe mazuri yanatoka wapi? Kwenye mchanga. Ng'ombe ni yale nyasi. Nyasi ziko wapi? Akule nyasi ya shibe. Bwana asifiwe sana. Kisha hizo nyasi ukitaka ziwe nono, ni usipatie mavi ya ng'ombe. Hayo mavi ni nini? Ni nyasi. Nyasi zimetoka wapi? So huu mchanga kuna maneno nao. Ukiwa unarauka kuenda katika kurudi, asiye kupenda anachukua nini? Umekanyanga? Anaongelea. So kutoka kwako na kurudi kwako hamna. Huu mchana. Kama Jumapili iliyopita hakuwa na leo umebahatika kuja na mchanga wa kwako, leta. Bado madhabahu inakungojea. Kama Jumapili iliyopita haukuwa na unajua kuna ibada ya mchanga, na wewe kwa bahati mbaya ukawa busy mahali ukakosa kuleta wa kwako, lakini kwa bahati leo umekuja nayo, leta. Wow, jipigie makofi tena. 16,100. We are great. We are great. Halafu kulikuwa kuna watu watatu waleta pesa yao kwa ofisi 200. Kwa hiyo tulitangia pale ni 16,100 na 700. Yaani bado 300 10,017. Yaani bado 2,000 na 100 ngapi? Bado 3 na 100 iwe 20,000. Ndio. Yaani bado kama tukifikiria 3 bado 3,300 zifike 20,000. 3,300. Sitamaliza ibada kama tutapatikana. Sitamaliza ibada hiyo tutapatikana. Wana pesa. Sitamaliza ibada. Wewe. 3,300. Ondokeni hapo barabarani. 3,300. Ondokeni hapo barabarani. Sitamaliza ibada tutakuwa tumepatikana. Amen. Amen. Wewe. Wasikia ama hamsi? Endelea kama ukuletea kwako leta. Leta. Jumapili hapo kutosha kulijaa vitu hapa. Leta tu hata kama wako uko mkononi, uko umepiga bindo, wewe leta na bindo mimina. Wewe. Wewe. Sasa muangalie mwenzako mwambie tafadhali. Wewe. Na nikiona na kusemesha tumesha kumpiga taswa. Wewe. Weka. Ndoa na mali nyingine. Weka hiyo hapo. Hiyo weka. Na kuwekea adui yako adui. Kuona huyo mnacheka cheka na kiti na mtani. Ndio waka pale kwenye kiti. Yule mmoja Mungu anacheka. Bwana asifiwe. Twende kitabu cha Mwanzo. Na mlango wa kwanza. Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza. Mapenzi ya Mungu kwangu mimi hapa. Mapenzi ya Mungu kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mapenzi ya Mungu kwa mwanadamu. Acha kusema nina mashaka haya majaliwa. Hakuna majaliwa ya mashaka mbele za Mungu. Sisi ni wabarikiwa. Bwana sana. Na kama tuwabarikiwa, lazima tuhakikishe baraka zetu Mungu atupangia kwa kitaka. Nipe mstari wa 26 mpaka 31. Mungu akasema,
na tumfanye mtu kwa mfano wetu, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini, wawe watawala, awe mtawala, akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani, na wanyama, na nchi yote, na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi, na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Mungu akadesign mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke. Aliwaumba. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia zaeni, mkaongezeke, mkaijaze nchi. Pause kidogo. Bwana sasa. Kwa mfano wa Mungu, Mungu aliumba mtu mume na mtu mke, akawabarikia. Bwana sasa. Amen. So ulivyo wewe ni mfano wa Mungu. Ulivyo wewe ni mfano wa Mungu. Lakini nataka ujiulize, kama mimi ni mfano wa Mungu, mfano wa Mungu hubeba sukari? Huwa na sukari. Mfano wa Mungu huwa na pressure. Mfano wa Mungu huwa na jibu. Mfano wa Mungu huwa na growth. Mfano wa Mungu huwa na mshipa. Mfano wa Mungu huwa maskini. Amen. Mfano, sisi ni mfano. Mungu mwenyewe akasema tuumbe mtu kwa mfano wetu, awe mtawala. Ni mtawala gani huyu asiyekula chumvi, asiyekula sukari? Mtawala asiyekula mkate wa tamu, mtawala asiyekula keki, mtawala asiyekula vya karanga vya mafuta, mtawala asiyekula vitu vitamu, mtawala. Bwana asifiwe sana. Ukiwa wewe ni mtawala, ni lazima uonekane una heshima. Mtawala gani anelala na kagunia au kama tres kameisha kumejaa kunguni? Ni mtawala gani anaishi na kama tres kamejaa kunguni? You know what is kunguni? Mfalme, mtawala, ndio kimaanisha mkono. Mtawala. Kama wewe mtawala kweli, kwa Mungu, fanya mkono juu. Sema Bwana Yesu, mimi umeniumba kwa sababu maalum. Umeniumba niwe mtawala. Umeniumba niwe kama wewe. Niwe na utajiri kama wewe. Niwe na afya kama wewe. Niwe na amani kama wewe. Nitawale. Hapa duniani nitawale. Asante Bwana. Uniona mimi mtawala. Lakini leo sivyo ilivyo. Lakini kwa ibada ya leo nirudishe kwenye nafasi yangu. Nafasi yangu ya utawala. Na Baba, leo sibanduki hapa. Ikiwa wewe ni Mungu wangu, wewe ni Mungu wangu, lazima nipone, nipate afya, nipate baraka zangu, nipate amani yangu, nipate uzima wangu, nipate kibali changu kwa jina la Yesu. Twende chuo. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu, na chakula cha kila mnyama wa nchi, na cha kila ndege wa angani, na cha kila kitu kitambacho juu ya nchi chenye uhai. Majani yote ya mche ndiyo chakula chenu. Ndio. Ikawa hivyo. Tazama nimewapa, anda tena hapo. Tazama
Shika. Wavitupe hivyo huko nje. Wavitupe huko nje. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu. Kila mche utoao mbegu. Twende. Ulio juu ya uso wa nchi yote pia. Juu ya uso wa nchi, yani uliomea kwenye ardhi. Na kila mti ambao matunda yake yana mbegu. Na kila mti unaotoa mbegu kwa matunda yake. Vitakuwa ndivyo chakula chenu. Ni vyakula vyenu. Bwana asante. Amen. Watermelon, chungwa, apple mango, origo, hata vipo Victoria, matongazi, kunazi, tambarau, miroi. Bwana asante. Yale ya kule bara kuna yale mapeasi, kuna maavocado, kuna na vingine hata kijimeleka. Bwana asifiwe sana. Hizi zote ni vitu vinamea wapi? Chini ya ardhi. Vikitoka ndio vyakula vyenu. Mutakula kushiba, mutakula unono. Bwana asifiwe sana. Mapenzi ya Mungu ni ule ushibe. Mapenzi ya Mungu ni ule ufurahike. Mapenzi ya Mungu ni ule ustarehe. Mapenzi ya Mungu ni ule vya kutosha. Uchele, muhunga wa nazi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Muhunga wa nazi. Bwana asifiwe sana. Utua kutama ni vitu vya chini. Bwana asifiwe sana. Mungu anatupangia vyote hivyo kwamba sisi tuwe na amani mbele zake, tuonekane tuna nyuso za furaha. Hayo ndio mapenzi ya Mungu. Kama hukula vizuri asubuhi ya leo, wacha hilo pepo liondoke. Ule vizuri. Amen. Sikiza, nataka kuondoa kula uonacho, nikubandikize kula utakacho. Ondoa kula uonacho. Ondoa kula uonacho na kubandikiza kula utakacho. Hiki sipati, napenda hiki. Hiki ondoa, sogeza hiki. Ndio mapenzi ya Baba. Kula utakacho. Kula utakacho. Kula utakacho. Si ule uonacho, hapana. Kula utakacho. Kula Baba wetu. Endelea. Umejaza vitu. Bwana asifiwe sana. Umejaza vitu vyako. Kama ni Victoria. Bwana asifiwe sana. Umejaza matongazi. Wow. Bwana asifiwe sana. Mapenzi ya Mungu ni watu wake wafanikiwe. Bwana asifiwe sana. Wewe mzazi, wewe mtoto wako akila vizuri akishiba wasikiaje? Na kama mtoto wako akila akishiba unakasika wewe ni mchanga. Na wewe sikuachi leo. Takufiata sawa. Mzazi mzuri hufurahika wakati familia yake inakula vizuri. Anawaletea vyakula vizuri. Wanakula vizuri. Kama wewe ni baba unapenda kula, wewe ushibe watu wabaki na njaa, una pepo. Sikuzi, hakisana ugonjwa, ukisa, unaliwa, imuguruta, haya tumia, mazakiwa kibara. Bwana asifiwe sana. Si madini ya mapigano. Tunafikija kuangalia mzee usiku amepika wote. Ukicha mzee amekaa, anatoa amemaliza, hakuna hata breakfast. Baba huyu hakuqualify kuwa baba, ana kasoro. Bwana asifiwe sana. Amen. Twende tu mtumishi. Yaani nataka nipeleke mpaka usikie niko kweli. Na chakula cha kila mnyama wa nchi, na cha kila ndege wa angani, na cha kila kitu kitambacho juu ya nchi,
chenye uhai. Majani yote ya miche ndiyo chakula chenu, ikiwa hivyo. Ikawa hivyo. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama, ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Bwana akaviacha vilimbe. Yesu makofi mazuri. Yesu makofi mazuri. Akaona kila alichokifanya, tazama, ni chema sana, ni chema sana, ni chema sana. Kila alichokifanya ni chema sana. Yaani mwanadamu ana kila atakacho. Kwa hivyo mambo yote ni chema sana. Basi akaruhusu, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. So Adam na Hawa kaanza kupiga starehe zao kwenye bustani. Mtu na dali wake umejaa kuja bei kali, hawana shida. Furaha ya mtu haitoki mbinguni. Furaha ya mtu haitoki mbinguni. Furaha ya mtu iko hapa duniani. Maisha ya mtu iko hapa duniani. Sisi tumeumbwa, tuko hapa, tunapata uwezo na mwongozo kutoka juu, lakini sisi ndio wapi? Hiyo Yesu anaomba, anaambia hapo kwenye Yohana 17, mimi sioni kwamba watoe hapa, lakini waliotoa wapi? Hapa. Maana hawa si wa hapa, lakini walija wakiwa hapa. Maana chakula chote kinatoka wapi? Hapa. Mungu ni hapo mfajaji. Vyakula ni wapi? Bwana pesa. Ukitaka mpishi mzuri ni hapa duniani, si mbinguni. Ukitaka mume mzuri ni hapa duniani, si mbinguni. Ukitaka pesa ni hapa duniani, si mbinguni. Ukitaka nyumba nzuri ni hapa duniani, si mbinguni. Ukitaka gari ziende hapa duniani, si mbinguni. Ndege za ruka hapa duniani haziingii mbinguni. So kila kitu hitaji wapi? Kiko hapa hapa, na hapa ndio mahali Mungu alikutoa kwa ardhi, akakuumba hapa, uishi hapa, ufurahike hapa. Amen. Ufurahike hapa. Amen. Uwe mbibi hapa. Amen. Uwe ndume hapa. Amen. Unone hapa. Amen. Uheshimiwe hapa. Ndio. Ufurahike hapa. Ndio. Wewe ufurahike hapa, uokolewe, ukombolewe hapa. Amen. Tuko hapa kwa sheria ya Mungu. Amen. Na ikiwa hapa huwezi kufanikiwa, basi una mahali penye pa kufanikiwa. Amen. Amen. Ndio tunamtazama Bwana ni alipenda kwa Mungu, ni maana baada ya darasi hapa anasema nikaona Yerusalemu ikishuka kama bibi harusi. Umekomboka leo unashuka wapi? Hapa. Ukiraka sana kwa maji sio kwa ndugu ubeleni. Rini. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Nisikize vizuri. Pata haki zako, niko hapa leo ili hii ardhi iachilie. Haki zako zilizopitwa hapa mchangani. Usipate mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Amen. Yohana 8, habari ya mwanamke aliyechukuliwa kisima. Ameletwa akimemoe afe ndio sheria. Na ni haki maana amepatikana akizini. Lakini Yesu akaandika kichangani. Akauliza, je, uko tayari? Uko tayari kubeba? Maana akijua mwisho ni umeme. Uko tayari kumeza? Akasema hapana. Akawaangalia akawaambia, kama kuna mtu hapa hajafanya dhambi kama yake, awe wa kwanza kupiga yeye jiwe. Akaanza kuandika tena. Hukumu ya ardhi ikawahukumu. Wakageuka moja moja wakienda. Kisha Yesu akaandika na akamwangalia mwanamke. Wako hapa leo kushtaki. Hakuna bwana, hata mimi hukumu.
Ati nimekataa. Enda sasa. Amen. Lakini usifanye tena. Hapo ni kibarua. Hao usifanye tena. Anaenda lakini usifanye tena. Sasa hao ndio kibarua, maana kwenda kutoka hivi hapo. Anakula kwa hivyo, anavaa kwa hivyo. Sasa anajua kufanya kama kwa kazi sasa. Amen. Bwana asifiwe sana. Nisikize vizuri. Mlango wa 3 mstari wa kwanza. Soma mstari mmoja wa kwanza. Mlango wa 3 mwanzo. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliwafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, eti hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Enda mstari wa 17 na 19. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Ardhi imelaniwa kwa ajili yako. Bwana Mungu akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako. Umesikiliza sauti ya nani? Kuna mtu ana mke hapa? Kuna mtu ana mke hapa? Ndio. Kuna mtu ana bibi hapa? Ndio. Ubibi au mugike? Kuna mtu amepata mke kwa sababu umesikiliza sauti ya mkeo ukaacha sauti yangu. Bwana sana. Anaweza kuja na mipango kama mizuri. Kuku alipoenda kusuka huko jamani, amepata mdude akamweleza vitu vile kufanya na kile. Ukamwona kile amepata ujumbe tofauti. Anataka akupange, anakutafutia mbinu za akupange kinyume cha Mungu. Huyo mbibi ndio naye. Lakini si wewe wako anaishi. Naongea na wewe. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu umeacha sauti yangu, ukaisikiliza sauti ya mkeo, ukakula matunda yaliyokuagiza usikule, ardhi imelaniwa kwa ajili yako. Si kwa ajili ya mkeo. Ya kala. Hii narudi yetu. Wewe unapatikana na kuku. Wewe hapa cha kuingilia. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu umesikiza. Nisikizeni wapendwa. Si ninyi waume hata ninyi wamama. Sikiza sauti ya Mungu yasema nini juu ya maisha yako na yeye. Kuna mambo atakwambia Mungu, anataka uyatii hayo. Mtsunami alikuwa bado kaunga kadogo na vifuta kidogo, akasikiza sauti ya Mungu kupitia kwa Elija. Mtsunami akachukua kaunga yote na mafuta yote, akampikia mtu wa Mungu. Kwa ajili hiyo alikula chakula mjaa yote. Kama angelimkatalia atakaija kumkana wewe. Kakaje. Kupe. Nisikize vizuri. Mungu hatakuja kwako akujaribu. Anajua una pesa kidogo mahali fulani. Aje kwako hata mimi sijui. Akuongeleshe wewe. Fedha hii fedha kule kwa ule pasta. Tujenge ile kanisa. Kumwekea Mungu strike hapana. Unajua, yani uanze kupanga Mungu, kumwambia Mungu, unajua mimi Bwana sana. Chukua mfano wa Anania na Safira.
walikuwa watu werevu, watu wengine walikuwa wajinga. Wajinga waliuzwa wakapeleka kwa mitume vyote kamili. Anania, mama Safira, shangazi anti Safira, na anko Anania wakaketi kikao. Sisi mwelevu, hatuwezi kupeleka pesa yote kule. Tujipange, sisi na akili, tujipange. Chukua sehemu, peleka sehemu, fika hapo. Tukirudi hapa, tuangalie hazina yetu. Sisi ni werevu. Amen. Sababu kama una macho kama ya mjomba Anania, mwenye mawazo ya Anania na anti Safira, kama una mawazo kama hayo, wewe utakuwa kijana, wewe utakuwa basta. Mimi na mawazo kama ya mimi. Najua uko hapa, maana hata umeweka akiba huko, ukasema hivi azuri tu mama, nafanya mambo yangu. Mimi najua vizuri. Amen. Na tukapeleka hata bila haya. Tena wakaambiana, enda kwanza wewe, nitakuja nyuma. Basi akaenda nyuma. Ante Bwana Yesu. Mkora. Akaweka bahasha. Akaulizwa, mpendwa, hii ndio yote uliouza plot? Ndio, ni hiyo. Akaambia, umeona vyema kumdanganya Roho wa Mungu. Kumbe Roho wa Mungu hadanganyi. Nidanganye mimi hapa. Halo? Nidanganye mimi. Mimi danganye uko shaka. Lakini tukiingia kwa Roho wa Mungu. Pole. Mwambie mwenzako pole sana. Maana wewe unadanganya Roho wa Mungu. Pole sana. Pole. Mwambie. Bwana asifiwe sana. Akaanguka, akafa, akazikwa. Mimi kumwali karaka tena. Yesu asibe wewe hakuna kabisa. Tena baada ya muda kidogo kumrefu, shangazi ndiye wapi? Shangazi ndani. Ndio Mungu wewe, na msema ndio ukafe. Haelewi, anajua tumeweka pesa. Unajua wanaume ndio wanaweka pesa zetu kwa nini? Wanaume hatujui kuweka pesa. Wamama ndio tunawapa wakiweka. Kwa hivyo hata Anania alipofanya pesa ndio iko wapi? Hata uzi akaja akawatisha mtu tuweka pesa mbali. Aliyekuwa ni huyo shangazi nenda enda hapo. Wewe shangazi ndio unakula. Haya. Hii pesa ambayo ndugu wameleta ilikuwa sasa wamepangana, hawezi kusema sio. Si lazima sema ndio. Kwani hiyo basi basi unaje labda ukacheza kama hivi. Nyayo ndio inaonekana hapa. Ndio tutachukua kwenye kofia. Yeye baba Adam, kwa sababu umetii sauti ya mkeo, ukalila tunde lokuagiza kusema usikule. Ardhi imelaniwa kwa ajili yako. Ardhi haitatoa na matunda. Ardhi hii utaitoa jasho ndio ukule, tena ulime sana upate kidogo, tena bila hivyo itakuzalia michongoma na miba. Hana la kusema. Adamu akapokea, akimwangalia mkewe, aje tukapanga jeshi la nini? Hana moyo. Ni akili. Bwana tunakubaliana hapa. Unasoma? Bwana asifiwe sana. Lakini nimekuja na ujumbe mpya.
nimekuja na ujumbe mpya. Kama una mtu karibu, mpe sana. Sema ujumbe mpya. Sema ujumbe mpya. Ujumbe mpya. Nimekuja na ujumbe mpya. Futa yale ya kale. Futa yale ya baba anaambia Adam, sasa umekula. Hiyo sasa futa. Nimekuja na ujumbe mpya. Ujumbe mpya. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Yesu alipokuja alibadilisha kesi kwa kila muamini. Hiyo ndio furaha yake. Na ndio maana niko hapa. Kama si injili hiyo, kama ni ile ndio nitaje. Nilibaki na wale hawa watu huko na huyo nitongoma na hiyo. Lakini kwa ujumbe mpya. Sema Bwana asante. Bwana asante. Sikia vizuri. Bwana asante. Kwa ujumbe mpya. Kwa ujumbe mpya. Unaoleta. Pokea sifa Bwana. Pokea sifa. Pokea shukrani. Pokea shukrani. Kwa ujumbe mpya huu uniletea. Kwa ujumbe mpya huu uniletea. Ninakupenda Bwana. Ninakupenda. Kwa sababu unabadilisha tena. Kwa sababu unabadilisha tena. Wewe ni Mungu wa marudio. Wewe ni Mungu wa marudio. Asante kunibadilishia. Asante kunibadilishia. Twende kitabu cha Ufunuo. Mlango wa 21. Anza moja mpaka 8. Mwisho wa Biblia, mwisho kabisa. Hiyo Biblia haina mwisho kabisa. Yaani ungalianza mwanzo ndio utacho. Mmelianza mwanzo na mwisho. walimaliza. Bwana asifiwe sana. Amen. Nataka mstari wa 7 na wa 8, lakini anza wa kwanza. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita. Wala hapana bahari tena. Bwana asifiwe sana. Kwa kidogo sahau hapa. Nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Kila mmoja hapa anaishi na mbingu yake na nchi yake. Hata vile mmeketi, kila mmoja ana mbingu yake na nchi yake. Bwana asifiwe sana. Inawezekana wewe usiku katika nchi yako hujapata usingizi, umekesha kuwaza mpaka asubuhi. Na huyo mwenzako jirani yako amelala kokoko. Inawezekana katika dunia yako asubuhi hukula chakula mara kulikuwa hakuna, lakini mwenzako ndiye karibu naye dunia yake amekula sasa asubuhi. Inawezekana dunia yako ni ya magonjwa na uchungu, mwenzako ndio naye imejaa hapa Bwana sasa. So kila mmoja ameketi hapo alipoketi, kila mmoja ana dunia yake na mbingu yake. So Mungu anasema naigeuza dunia ile ya kwanza ya kuzaliwa mimba na michongoma inabadilishwa. Dunia ya kwanza mimba na michongoma ina magonjwa, ina dhiki, inaudhia, inabadilishwa kwa kuja kwa Yesu. Mambo yanabadilika. Amen. Unaelewa vizuri? Unaelewa vizuri? Nauliza tena, unanielewa vizuri? Amen. Dunia hii ya nyumba yako ya kanyumba ka udongo na makuti ya kufuta. Bwana sasa. Mungu anaweza kuondoa hapa dunia ya nyumba ile fulani na geti kubwa. Bwana sasa. Dunia kubadilika. Ukaweza unaishi dunia gani? Tuko sote tunatembea, tunakuja chache sote, kila mmoja ana ulimwengu wake. Ukaona mpaka huu ulimwengu umekushinda, kuna ndugu anayekujali, kuna bibi anayekujali, kuna mume anayekujali, kuna mtoto anayekujali, kuna jirani anayekujali. Haina maana niishi dunia ya mtu huyu ikishia na kamba au na sumu. Kweli. Dunia ukoona mtu ameketi anawaza, akaimba wimbo,
japo nafa, japo nafa, japo nafa. Hata uimba mara mbili mara tatu, akiwa yuko nyumbani wetu kitandani, ameketi ameweka miguu pale kitandani, anaanza kuimba peke yake. Dunia yake haimwonyeshi kuishi, dunia yake inamwonyesha kufa. Nataka nikupe dunia yenye tumaini la kuishi. Dunia yako isiyo na uchawi wala uganga. Dunia yetu sisi haina uchawi, tumepikwa ndani ya Yesu. Dunia yake huyu analala, anabebwa na mchawi, anambinywa hapo ndani mpaka mchawi aone kuna shaka, akubebe akuwe nje, akuminye vizuri, maana huko hivi hakuna shaka. Akimaliza hapo kurudisha, akuache hapo ende. Dunia yako unasema Kenya hii haina kazi. Hii dunia, hii Kenya haina kazi. Unajua utawala wa Ruto hauna kazi. Wewe unasema nini? Wewe unatokea kazi. Unajua utawala wa Ruto hauna pesa. Wewe ndio unatokea zote. Wewe magari hapo barabarani, peji wote, magari mapya yote wananunua. Wewe unasema dunia yako haina pesa. Ambaye hana pesa ni wewe na dunia yako. Watu wako nazo. Kuna watu dunia hii hawaondoki wodi. Analazwa leo, akitoka kesho arudishwa wodi, akitoka kesho arudishwa wodi. Ni yeye na wodi na madawa na hospitali, dunia yake. Na kuna watu hapa anamaliza mwaka bila kunywa hata siku ni mzima, dunia yake. Unataka niende? Niko hapa, niko dunia mpya. Dunia yenye amani, dunia ya uzima. Yesu amekuja kuleta dunia mpya. Ardhi itii, ikubali kutupa sisi amani. Tule vizuri, tukae vizuri, tuwe wazima, tuwe na afya. Bwana sana. Amen. Dunia ya mtu huyu hapati ndio kumuoa. Dunia hii haimpi mume. Aoge vizuri, avae vizuri, ajipake mdomo dawa, avae viatu vya kukanyaga na visigino, ili angalau akitembea hivi aonekane hamna. Ajipatie sababu, angalau akipita wasikie kuna karufu, waseme anti hamna. Yani mtembee kutoka kwa Upanga mpaka Malindi, kujapata anti pada bajaji hamna. Dunia ya kukataliwa na kudharauliwa, upige magoti mjiani. Mungu, yani hata sionekani kabisa. Yani hata hawa kuna mbogano hawajui. Dunia yake haina mume. Ardhi ilimkataa apate mke. Ardhi ilimkataa apate mke. Kuna watu dunia hii wanaume hawana mke wa kuoa. Kila atakayeangalia ni mke mdogo. Angalia huyu ni shangazi. Akae kitu kikati. Hata kuni kataka. Hapo. Dunia. Hala nabii, hala nabii, ulimwengu una shida. Hala nabii, ulimwengu una shida. Hala nabii, ulimwengu una shida. Hala nabii. Utaiba wimbo huo, maana mtumwa wa kwanza alikuja uchumba akawa mwingine, mtumwa wa pili akakuja akawa mwingine, mtumwa wa tatu akakuja akawa mwingine, mtumwa wa nne akakuja akawa mwingine, na kila tukikuja na kuandika huko. Sasa ulimwengu una shida kana. Ulimwengu una shida hata koroma tu kana. Hiyo dunia utatoka leo. Amen. Hiyo dunia utatoka leo. Amen. Hiyo dunia utatoka
ushangae. Unda hato hatozurare basi. Hatotuhurumie. Yaani utaolewa mpaka ushangae. Bwana asifiwe sana. Utao mpaka ushangae. Upate mke mpaka usikie ilipeo. Uwe mzima. Utakuwa mzima mpaka ushangae. Mpaka nitaroka kuuliza. Na wewe sasa bado tujua wapi? Sio anakuja siku. Wala kwa kuuliza. Anakuuliza. Kuna tujua wapi? Mwanzo tumeelewa. Na mashindwe. Wala sasa. Huyu mwana mpenda sana. Huu mwanake hakuna mahali haukuchoma na stima. Kinyata ilikuwa ndio utaki karibu. Kinyata. Huku Malindi, kule Mombasa hakuna hospitali. Ni Kinyata na mashini za stima. Aingizwe kwa dude la stima. Direkta msima Mungu wako. Kawambia hapana, hiyo dunia hapana. Hivi yuko hapa. Hata jaya ilikuwa hai hivi anakuja. Kiza, Yesu amekuja kututoa kwenye dunia ile mbaya, kutuingiza dunia mpya kwa damu yake na kifo chake na uweza wake na karama zake. Uondoke mahali ya kulia, kuingia mahali ya kufurahika. Uondoke mahali ya kudharauliwa, kuingia mahali ya kuheshimika. Uondoke mahali ya magonjwa, kuingia mahali ya afya. Uingie mahali ya kukataliwa, uje mahali pa kupendwa mpaka huko. Ende kubaya. Na ushangae. Ndio. Nilikuwaje tena ninatendwaje? Bwana asifiwe sana. Kulikuwa hupati mchumba, leo wanakuja watano ina dei. Kama unashangaa ni bali yupi? Ni kubali yupi hapa? Unakuja kwa kupigia kura. Amen. Amen. Uitiwe kazi siku moja, upigwe simu 3-4 za kazi. Kila mara unaitwa ule kabisa. Mpaka ushangae. Bwana niongoze nende kazi wake. Ubaya tu ya kula kazi bila kuapply hivi. Na huko. Ya apply kazi. Bila kuapply hapo ndani kuweka pia na livu na huko. Kwenye application yako ni apply tu kazi pekee yake. Apply kazi ya apply pia na livu na huko pakati. Bwana asifiwe sana. Amen. Twende tu. Mstari wa pili. Nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ikishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupangwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, nasemaje? Tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na mwanadamu. Ikasemaje? Maskani ya Mungu ni pamoja na mwanadamu. Tazama, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na mwanadamu. Useme sote, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na mwanadamu. Kwanza tunatazama. Isome tena vizuri. Tazama, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Hebu tusome hapo tena. Tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Naye atafanya maskani yake pamoja nao. Ngoja kidogo. Rudi kwa Mathayo 6. Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako. Tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Ufalme wako, mapenzi yako wapi? Kama naye anasemaje? Tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Unganisha hapa, unganisha.
unganisha hapo, unganisha. Bwana tuwe sana. Amen. Kama mnasali salini hivi, Baba umetoka Baba yetu uliye mbinguni. Ni sita au tano? Sita. Mathayo 6:9. inasemaje? Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko. Hapa duniani kuna nani? Kuna mimi. Kuna sisi hapa. Yatimizwe mapenzi yako, yatimizwe wapi? Hapa. Ukiwa hapa ni wishi, yakitimizwe mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni uwe mzima. Mapenzi ya Mungu ni uwe na afya. Mapenzi ya Mungu ni ufanikiwe. Mapenzi ya Mungu ni upone. Mapenzi ya Mungu ni uheshimiwe. Mapenzi ya Mungu ni ufanikiwe. Mapenzi yako yatimizwe hapa kama yanavyotimizwa mbinguni. Tupe leo riziki yetu. Rudi huko mwanzo kwamba vyakula vyote vyatoka wapi? Hapa. Naona kama kuna roho inayodaliki hii njia, haimwingii mtu kweli, haimwingii mtu